Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa wa Bwana, ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu kwa kunipa hii nafasi ili tuweze tuzungumuze neno la Mungu. Tutasoma katika kitabu ya Mathayo sura 2 mstari wa 9 mpaka wa 10. Inasema hivi: nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia, na tazama, ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwapo mtoto. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Amen. Leo tutazungumza juu ya neno nyota na tutajifunza kuhusu nyota, na tuangalie ni wapi ambapo nyota yetu inaweza kuwa imepotelea. Uangalie ni wapi nyota yako ilipotelea katika maisha yako. Hapa ambapo tunasoma ni habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Wakati alipozaliwa, Wamajusi walipata taarifa, nyota ikawatokea na hii ikawaongoza. Walipofika njiani, wakaenda katika njia ingine ya kuelekea kwa Herode. Hapo nyota ikazimika. Kwa hiyo mstari wa 9 ambapo tunasoma, Mfalme Herode alipowaruhusu kuondoka kwenda, baada tu ya kutoka tu, nyota ikawatokea tena na ikawaelekeza mahali ambapo mtoto Yesu Kristo alikuwa analazwa. Ni kwamba, mpendwa katika Kristo, maisha yetu hapa chini ya jua inajaa shida, inajaa matatizo, na kuna vipindi mbalimbali ambavyo tunaweza kuvipitia. Kuna vipindi vya shida, kuna vipindi vya raha, na katika kila kipindi muna kusudio yake. Iwezekane haujue ni wapi nyota yako ilipotelea, uko unajikuta mambo yako imeenda vibaya, inaharibika. Ni kwamba kuna fasi ambapo hakuendeke sawa. Sasa tutajiuliza, nini inaweza acha nyota inapotea? Katika usomi huu nimegundua mambo mawili. Jambo la kwanza, dhambi inaweza kuacha nyota ya mtu inapotea. Dhambi, yaani kufanya isiyokuwa mapenzi ya Mungu. Nyota ilipotea mbele ya Majusi punde tu walishika njia isiyo sahihi, njia ya kwenda kwa Herode. Na kuna njia ambazo sisi kama Wakristo, watu ambao wameokoka, hatupashi kuziendea. Kwa mfano, njia ya umalaya, njia ya ulevi, njia ya kumwanga damu isiyo na hatia, njia ya kukana nguvu za Mungu, njia ya wizi na kadhalika. Hizo ni njia ambazo wakati umeziendea, nyota yako inapotea. Lakini pia kuna watu wengine ambao hatupashe kusogelea. Kuna watu ambao hatupashe kuelezea mambo yetu, sababu kuna wale ambao unaweza kuwashirikisha mambo yako au unashirikiana na wao. Wakati yenyewe unawashirikisha, wanakuwa chanzo ya kupoteza na kile ambacho ulikuwa nacho.
Mungu anaweza kukusemesha na kukupa ahadi. Mungu anaweza kukuambia kitu fulani. Wewe na mdomo unaenda unaeleza mambo, unaanza kuambia, unawazia ni rafiki ambao unayemzunguka unaweza mueleza, unawazia ni ndugu ambao unayemueleza, lakini kumbe wakati anaona hana faida ndani ya ile mambo, anaharibu ile mpango ambao ulikuwa ndani. Tunapoona katika usomi huu, majusi wakati walifika kwa Herode, walipoelezea Herode, na hapo Herode wakati aliposikia kwamba ni mambo ambayo haina faida kwake, na hapo akapanga njia ya kuweza kumuua Yesu. Ndio kwa maana kuna wengi ambao wako na roho kama za Herode. Kuna watu ambao shabaha yao ni kusema tusiendelee mbele. Kuna watu ambao shabaha yao ni kusema tuaibike, mambo yetu isiendelee. Wako na roho za Herode. Sasa wale watu kianguka kwa unaanza kuwaeleza maneno yako, utajikuta mambo yako hayaendi sawa, kwa sababu watakuwa wamepoteza nyota yako. Jambo la pili ambalo nimegundua ni nguvu za kichawi. Shetani na malaika zake hawana furaha kuona tunaishi maisha ya amani na salama, yaani maisha yenye kupendeza Mungu. Ndipo anafanya yake yote kusema tuhangaike. Anapoteza nyota yako kusema usielewe ni wapi Kristo amezaliwa, yaani anaharibu maisha yako, anaweka giza mbele yako, anagusa uchumi wako, analeta magonjwa, analeta umaskini. Ile yote ni kusema tukufuru Mungu wetu. Lakini ingawaje hiyo, ninakutangazia kwamba kuna mshindi ambao tuko nao. Tunaposoma katika kitabu ya Ayubu 14 mstari wa 7 inasema, kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma. Amen, haleluya. Hii ni neno la faraja, likutie faraja mpendwa, ni kwamba hata wachawi wanaweza kusimama, hata shetani na malaika zake wanaweza kusimama. Ninakutangazia kwa hii mwaka wa 2026, ninakuombea sema Mungu aangaze nyota yako, hata wainuke, hata wasimame, aangaze nyota yako, na watu wote washuhudie, na watu wote waione, washuhudie ya kwamba uko mwana wa Mungu, uko mtumishi wa Mungu, uko mtoto wa Mungu. Ayubu au mfano bora kwetu, sababu uko naona wakati shetani aligusa mambo yake yote ilipotea, lakini kwa mwisho nyota yake iling'aa. Nyota yake iling'aa. Haijalishi yale ambayo ameweza kuipitia, lakini mwisho nyota yake iling'aa. Matumaini ipo. Hata mti unaweza kukatwa, lakini itachipuka tena. Ndipo Daudi akaimba pale Zaburi 23 mstari wa 4, akasema, naam, nijapopita kati ya bonde ya uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Haleluya. Hatuwezi kuogopa kitu, ingawaje wachawi wanaweza kusimama, ingawaje watu wanaweza kusimama, hatutaogopa kitu. Nyota iko hapo, na tunajua kwamba tuko na Mungu ambaye ana uwezo, anaweza kutusaidia. Iwezekane unaweza kuwa haujapokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Yesu Kristo ndiye nyota ya kweli. Ukiona nyota, umeona Yesu Kristo.
ni kwamba kama haujampokea Yesu Kristo, ni muda wako sasa wa kumpokea Yesu Kristo, sababu Yesu Kristo ndiye uzima wetu. Yesu Kristo ndiye furaha yetu. Yesu Kristo ni yote ndani ya yote. Ndipo mwimbaji akaimba akasema, Yesu ni mambo yote juu ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata vyote. Usisumbukie mambo ya ulimwengu. Usione yale ambayo uko unayapitia. Pokea Yesu Kristo ili awe nuru kwako, awe mwangaza katika maisha yako, na utaona mabadiliko. Utaona kila kitu kinabadilika, na Mungu akusaidie, Mungu akutendee mema, Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Ni Evangelist Héritier. Mungu akubariki na akutendee mema. Amen.